in order to mistreat them. Maandiko yazungumza wakati ambapo Petro alishikwa na akawekwa ndani ya jela. Na tunapo kwa utangulizi tutaona vile Petro alipowekwa ndani ya jela, wakati ukafika akapata a miraculous deliverance from jail. Miraculous deliverance ama ukombozi wa kimiujiza kutoka ndani ya jela. Hallelujah. Siku ya leo ninaposoma hili neno ama tutakapoendelea kusikiliza neno hili siku hii, tutajifundisha njia ya ukombozi wa kimiujiza katika maisha yetu. Hallelujah. Amen. Na tutaona hata kana kwamba kuna ukombozi wa kimiujiza katika maisha yetu, tutaona uwajibikaji wetu kama wateule, kama watu ambao wameitwa na Mungu. Kitambo tulipokuwa tunahubiri mikutano ya Injili tukiwa vijana, tulikuwa na fujo sana, na tulikuwa tunaambia watu tukienda hata kama ni kwa kesha ama kama ni kwa crusade, tulikuwa tunaambia watu wewe jiingize uende ukaombe. Hata kama mhubiri hapo pale anahubiri, wewe enda uombe, maana hakuna watu ambao ni watazamaji katika uwanja wa mahubiri. There are no spectators in the kingdom of God. Hakuna watu wanaenda mahali injili inahubiriwa wanakaa wanajiangalilia mhubiri ni kama mtu ambaye anafanya vituko na sarakasi. Sote ni wafanyakazi pamoja na Yesu Kristo katika ufalme wa Mungu. Blessed be the name of the Lord. Amen. Na tulipokuwa tunasema ya kwamba hakuna spectators katika nyumba ya Mungu, tulikuwa tunataka kila mtu aweze kujua kuna nafasi yake ya kuwajibika. Kuna watu wakati mhubiri anahubiri, they are supposed to be praying for the preacher, ya kwamba apate revelation nyingi. Hallelujah. Kuna watu ambao wakati mhubiri anahubiri wanafanya intercession. Kama kuna mtu ambaye amefungwa, vifungo viweze kukatika, viweze kuanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikuwa ninaongea na askofu siku moja. Tumeongea na askofu na nikamwambia ya kwamba wakati mwingine hata crusade nyingi ambazo zimekuwa zikizaa mazao, hata yule mhubiri ambaye anahubiri mahali pale, sio ati anakuwa na upako mwingi sana ya kwamba anaweza akatumika miujiza ifanyike. Lakini kuna watu ambao wamejitolea waweze kuombea huo mkutano. Praise the name of the Lord. Wakati mhubiri anaposimama na kusema Biblia inasema, Yesu anasema, kuna watu wako kwa magoti yao wanaomba ili neno ambalo linazungumzwa mara pale liweze kuzalisha. Hallelujah. Na ni jambo la muhimu sana kwa kila Mkristo kuweza kujua ya kwamba ako na nafasi ya kuweza kuzalisha miujiza katika ufalme wa Mungu, hata katika maisha yake kibinafsi. Blessed be the name of the Lord. Wakati ambapo Hana alikuwa anahitaji mtoto, Hana hakukaa ati aweze kwenda kuombewa na watu ambao labda wangesympathize na yeye, lakini alijua ya kwamba hata kana kwamba ninahitaji mtoto, mimi ndimi nafaa kujitolea na kujitoa niweze kwenda kutafuta uso wa Mungu, ili niweze kukutana na neema, ili niweze kupata kibali mbele za uso wa Mungu. Kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo, tumefika mahali ambapo Mungu anataka tuweze kuelewa nafasi yetu ambayo ni yetu halisi iliyokubalika ya kusimama, tuweze kuwakilisha ufalme wa Mungu. Haleluya. Sio tu watu ambao wanakaa tu wanangojea Mungu awabariki, wanakaa tu wanangojea Mungu akuje, lakini wao hawakuji kwa Mungu, wao hawamtafuti Mungu. Si hata maandiko yanasema ya kwamba nitaonekana na watakao nitafuta. Blessed be the name of the Lord. Kwa hivyo Mungu kuna mahali amekaa na anangojea watu ambao watamtafuta, na watakao mtafuta watamuona. Yesu alipopatana na mwanamke yule aliyekuwa ameenda kuyateka maji pale kisimani, akamwambia wakati unafika na ndio huu, wale wanaomcha Mungu hawatakwenda kwa ile milima. Blessed be the name of the Lord. Maana watu walikuwa wamezoea kuwa wanaenda kule milimani kufanya ibada, kwa sababu huko milimani ndio mahali kulikuwa kwa kuombea, huko milimani ndio kulikuwa kumetengwa. Kwa hivyo watu walikuwa na mambo ambayo ni ya kidini ambayo ilikuwa ndani ya mioyo yao,
They could do this because it was religious. Wangefanya hii kwa sababu lilikuwa ni jambo ambalo ni la kidini. Wangeenda kule milimani, wangefanya ibada, lakini zile ibada hazingeweza kuzalisha, hazingeweza kuleta mabadiliko katika maisha yao. Iposa Yesu akamwambia yule mwanamke ya kwamba wakati unakuja na ndio huu, wale ambao wanamcha Mungu hawatakwenda milimani, lakini watamcha katika roho na katika kweli. They shall worship the Lord in spirit and in truth. Maana hawa ndio Mungu anawatafuta. Blessed be the name of the Lord. Tuko katika enzi ambapo Mungu anawatafuta watakaomcha katika roho na katika kweli. Watu ambao wanamcha Mungu katika roho na katika kweli ni watu ambao wanaweza kusimama na waamini Mungu ya kwamba hii situation itabadilika. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Inaweza ikaangaliwa na macho ya kimwili, ionekane kana kwamba haina mabadiliko, lakini wale ambao wanamcha Mungu katika roho na kweli, ni watu ambao wanasimama na kujua ya kwamba Mungu atafanya hapa kuwe na muujiza, Mungu atasababisha hapa kuwe na ushuhuda. Praise the name of the Lord. Kuna mambo ambayo yatafanyika hata kana kwamba watu wameng'ang'ana, hata kana kwamba watu wamepitia mambo mengi, wanabda hata wengine wanasikia kana kwamba wamefika mwisho. Blessed be the name of the Lord. Wakati Evangelist amekuja mahali hapa, ametutaja kuhusu wakati ambapo Lazaro alikufa, na akatuambia kwamba walienda kwa nyumba ya kina Lazaro wakawa wamepoteza matumaini, na kuona kwa kweli mtu wao walikuwa anampenda amekufa na hakuna njia yoyote. Watu ambao walikuwa hawana solution, maana Lazaro amekufa. Lakini Yesu katika maono yake anaona ya kwamba ni kulala amelala. Kwa hivyo watu wanaweza wakatazama kwa mtazamo wa kawaida katika mambo na katika uwezo wa kidini, waone mambo yamefika mwisho. Praise the name of the Lord. Lakini wanaomcha Jehova katika roho na kweli, wanaona hata kana kwamba macho ya kimwili wanaona ya kwamba nimefika mwisho, there is still hope in Jehovah. Bado Mungu atafanya muujiza, bado kuna njia ambayo itafunguka, kuna mlango ambao uko wazi ambao Jehova ataruhusu niuone na niweze kuupitia. Blessed be the name of the Lord. Mungu anatafuta generation, Mungu anatafuta kizazi ambacho kitaweza kutembea kwa imani na kusababisha mambo yasalike katika ulimwengu wa rohoni, ili watu ambao wameishi katika kifungo waweze kupata kufunguliwa, waweze kupata kukombolewa, na watu waanze kuwa na wimbo ambao ni wasifa na washangwe ndani ya mioyo yao, wakitazama na kuona kile ambacho Jehova Mungu anaweza akafanya. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12, Biblia inasema ya kwamba nitasoma kwa jina la Yesu kwa kizungu kisha tutaendelea. Now about that time Herod the king laid hands on some who belonged to the church in order to mistreat them. Herode mfalme ameshika watu ambao ni wa kanisa ili aweze kuwadharaulisha ama kuwanyanyasa. Blessed be the name of the Lord. And he had had James, the brother of John, put to death with a sword. Akafanya James ndugu yake Yohana aweze kuuawa kwa upanga. Hiyo ni njia ya kuwadunisha na kuwafanya wadharaulike. Hallelujah. And when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. Alipotazama, Herode anatazama na akaona Wayahudi wamefurahia ya kwamba James ameuawa, akaona sasa watu wanampenda sana, wamefurahia. Akaendelea akamshika Petro na yeye akamweka jela. Hallelujah. Huu ulikuwa ni wakati ambapo Yesu ametuma mitume waende wakahubiri Injili, na wakati wametoka na kishindo, wakati wametoka wakiwa na upako wa kwenda kufanya kazi ya huduma, naye
Shetani amemuinua ama anataka kutumia Herode ili kazi ambayo Mungu ameianzisha iweze kuzuiliwa isisonge mbele. Praise the name of the Lord. Lakini nataka niwaambie ya kwamba kile ambacho Mungu ameanzisha hakuna hata pepo, hata ufalme anaweza kazuilia kiendelee mbele. Blessed be the name of the Lord. Amen. I am the type of people who believe that there is nothing that can stop the move of God. Mimi ni wale watu wanaamini ya kwamba hakuna lolote linaweza likazuilia Mungu kutembea. Mungu akiamua kufanya, anafanya. Hata serikali gani ikiinuka, Mungu atafanya. Blessed be the name of the Lord. Hata mfalme Nebukadneza akajiinua wakati mmoja na akaona kana kwamba atanyamazisha hata wale ambao walikuwa wanasimama na Mungu wa ukweli, na akatumia mamlaka yake ili awanyanyase, ili awazuilie kuwa na usemi, kuwa na sauti. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu akaonyesha uwezo wake, na hata mfalme Nebukadneza akaenda kwa kichaka miaka 7 akakula nyasi. Akaenda kwa kichaka. Mungu akashika mawazo yake akabadilisha, akayafanya kuwa kama ya mnyama na akakula nyasi. Blessed be the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo hakuna mtu anayeweza kuzuilia Mungu aendeleze kazi yake. Herode ni kama hakuwa amejua ya kwamba kuna Mungu ambaye mkono wake ni moto. Sema moto. Mkono wa Mungu ni moto. Mkono wa Mungu akiuinua, praise the name of the Lord. Falme yote hata kana kwamba kuna mamlaka gani, lazima asujudu. Herode ni kama hakuwa na hiyo ripoti. Labda alikuwa amekalia hiyo kiti na akaona kana kwamba mambo yote yanaenda kama vile anavyofikiria, ama vile alikuwa ameona watu wengine wakiendeleza, na akafikiria kucheza na kazi ya Mungu. Blessed be the name of the Lord. Mtu asicheze na kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu sio kazi ya mwanadamu. Praise the name of the Lord. Basi Biblia inasema ya kwamba, and when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. Now it was during the days of unleavened bread, and when he had seized him, he put him in prison, delivering him to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out before the people. Ameushika Petero, amemweka akiwa chini ya ulinzi ya vikundi ama batalioni ya maaskari maaskari 4. Hizo batalioni za maaskari 4 ni ulinzi ambao ulikuwa ulinzi mkubwa sana, ambao Petero alikuwa amewekewa ili baada ya siku za kula huu mkate waweze kumpeana naye aweze kufanyiwa kama vile walimfanyia James. Lakini maandiko yanaendelea kusema mstari wa 5. So Peter was kept in prison. Peter was kept in prison. Prayer for him was being made fervently by the church to God. Wakati Petero amekuwa ndani ya jela, kanisa halikunyamaza. Ninatazama na kuona labda wakati James alishikwa, labda kanisa halikuwa linafikiria angeliweza kuuawa. Labda kanisa lilikuwa linaona ameshikwa ataachiliwa tu. Unajua kuna watu wamezoea ya kwamba mtu akiwekwa jela labda ataenda kujitetea au atapata kibali fulani na ataachiliwa. So walikuwa naona kana kwamba mambo itakuwa rahisi, lakini James hakuachiliwa, akauawa. Na sasa naye Petro wameona amewekwa jela, lakini wakati huu kanisa likaomba. Nikasema ya kwamba kanisa ni lazima lisimame katika mahali ambapo panastahilika, kuwa katika mahali ambapo panastahilika. And on the very night when Herod was about to bring him forward, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and the guards in front of the door were watching over the prison. Usiku huo, sema usiku huo. Usiku huo. Bwana asifiwe sana. Sema usiku huo. Kwa hivyo huo usiku ambapo sasa Herode alikuwa amejitayarisha ili aweze kumpeana Petro, na
na akiwa amefungwa vizuri sana na amewekewa ulinzi, kuna jambo ambalo lilifanyika. And on that very night when Herod was about to bring him forward, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and guards in front of the door were watching over the prison. And behold, an angel of the Lord suddenly appeared, and a light shone in the cell. And he struck Peter aside and he rose to him, saying, "Get up quickly." And his chains fell off his hands. Praise the name of the Lord. Nikasema ya kwamba wakati tunapojielewa ya kwamba tuko katika nyakati za mwisho, tutaelewa ya kwamba kuna majukumu yetu ya kusimama kama Wakristo, kama kanisa la Mungu. Petro yuko ndani ya jela, amewekwa pale, lakini hata kana kwamba amewekwa ndani ya jela na amefungwa na amewekewa ulinzi wa maaskari na hata mlango kumewekwa maaskari, kuna jambo lililokuwa linafanyika ambalo sio la kawaida, ya kwamba kanisa lilikuwa linaomba. The church was praying. Kanisa lilikuwa limeona kuna hatari ambayo imetokea. Sasa tunaendelea kumalizwa. Blessed be the name of the Lord. Amen. Tunaendelea. Huyo ni James aliuawa. Huyo ni Petero amewekwa jela. Na sasa tunaona hatujui ni nani atakayeshikwa mwingine. Kwa hivyo kanisa halikuogopa. Kanisa lilijua ya kwamba hatuwezi tukaenda kupeleka malalamishi yetu mahala pale, lakini kuna mahali ambapo kuna mwenye nguvu zote ambaye tukimpelekea mashtaka yetu, tukimpelekea malalamishi yetu, atatupatia rehema na neema. Haleluya. Sisi zote tumeitwa na Mungu. Sisi zote tumechaguliwa. Sisi zote tumewekwa mahali ambapo ni pakuletea Mungu wetu sifa. Blessed be the name of the Lord. Na ndio maana kuna watu wako hapa, wengine wanafanya biashara. Ni kwa sababu Mungu amewainua na anataka wakuwe wafanya biashara shupavu. Wengine wako hapa, wengine wanafanya kazi ambazo ni za kuajiriwa. Ni kwa sababu Mungu anataka wakiwa mahala pale wawe watu ambao ni tajika, watu ambao wanawakilisha ufalme jinsi inavyostahilika. Lakini tunaona ya kwamba wakati huo ambapo James amewekwa ndani na ameweza kuuawa, kusudi kuu lilikuwa na kudhararisha kanisa. The purpose of Herode, mpango wa Herode ni kudhararisha ama kunyamazisha kanisa. Hallelujah. Sisi tu kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo, na tumeitwa kwa sababu ya kuonyesha heshima na utukufu kwa huu ufalme wa mbinguni. Lakini hata hivyo, katika mambo ambayo tumeruhusiwa kuyafanya, ambayo ni ya kuinua jamii zetu, ambayo ni ya kuinua maisha yetu, ambayo ni ya kufanya kanisa liwe na utukufu, kuna yule Herode ambaye ni mfano wa shetani mbaya. Haleluya. Amen. Herode anasimama kama shetani ambaye kazi yake ni kuzuilia watu kuingia katika kutimiza kusudi la Mungu. Na Herode anaanza kazi ambayo ni ya kuua wale watu ambao wamekubali kuwajibika katika huu mwito ambao ni mwito mkuu. Kazi ya Herode ni kunyamazisha wale ambao wameteuliwa na Mungu. Na nilikuwa ninaangalia na nikaona ya kwamba Petero alipowekwa ndani, akawekwa vizuizi, akawekwa pingu, akiwa mahala pale, kanisa halikuona mtu ambaye yuko kwa jela, lakini liliona mtu ambaye anafaa kukombolewa na uweza wa kibingu. Kanisa halikuona pingu ambazo ziko kule kwa sel, lakini kanisa liliona mtu ambaye anahitaji divine intervention katika mambo ambayo anayapitia. Blessed be the name of the Lord. Sote tumeitwa kufanyia Mungu kazi, lakini kwa sababu tumeitwa kumfanyia Mungu kazi,
Sisi ni kama Petero, sisi ni kama wale wanafunzi, sisi ni kama wale mitume. Kunayo mambo ambayo Mungu ametuaminia. Haleluya! Mengine ni ya kushauri watu, mengine ni ya kuwapatia watu tumaini, wale ambao wanatumaini. Wengine ni kufanya kazi ama biashara ili tuweze kulisha familia zetu, na hata kuwa msaada kwa watu wale wengine, hata kusaidia kazi ya Mungu iweze kwenda mbele. Haleluya! Lakini hata hivyo kunaye Herode ambaye anataka kudharaulisha kanisa. Kuna Herode, kuna shetani ambaye anataka kunyamazisha hao watu ambao wamekubali huu mwito, ili waache kuwa motivated, waache kuwa na msukumo wa kuendelea kufanya Mungu kazi. Na katika njia hiyo wengine wameshikwa jela, wengine wamefungwa ndani ya cells za ufukara. Haleluya! Wengine wamewekwa katika cells za magonjwa, wengine wamewekwa katika cells za intimidation. Kila wakati wanapojaribu kuinuka wanajisikia wamenyamazishwa. Wengine wamewekwa katika jela za kutenda maovu, wanafanya kila dhambi, wanafanya kila mambo ambayo ni ya kumfanya Mungu akasirike. Wamewekwa ndani ya jela. Shetani ambaye ni mfano wa Herode ameweka watu wengi ndani ya jela, amewafunga na mambo ili wasiweze kuwa na usemi. Na Biblia inasema ya kwamba kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuharibu. Haleluya! Kwa hivyo shetani ameshika watu wengi mateka, amewaweka kwa jela yake ili wasiweze kuwa na usemi, wasiweze kufanyia Mungu kazi, ili wasikuwe na usemi, wasiweze kukomboa nyumba zao. Kila mmoja wetu ako na destiny ambayo ni kubwa iliyo mbele zake. Haleluya! Lakini kazi ya shetani ambayo tunamwona akiwa kama Herode ni kushika watu na kuingiza katika mambo ambayo ni ya kuwachanganya, waweze kuchanganyikiwa na maisha, wapoteze njia, map ama nyota ya destiny yao ipotee, wapoteze map, wapoteze plani ya kwenda mahali Mungu alisema wanaenda. Hiyo ndio ile kazi ambayo shetani yako nayo, na hiyo ndio ile plan ambayo shetani alikuwa anaitumia. Hata wakati alipoona ya kwamba ndani ya Yusufu Mungu ameweka ndoto ya kwamba atamuinua na atafanya mtu mkuu. Blessed be the name of the Lord. Yusufu hakuruhusiwa kuweza kuenjoy maisha pamoja na wazazi wake, hakuruhusiwa kuweza kuenjoy maisha pamoja na ndugu zake, lakini shetani aliweza kuweka chuki ndani ya hiyo familia, wakachukia Yusufu. Wanasifiwe sana. Labda waliona kana kwamba mambo yote ni ya kawaida, labda waliona kama mambo yote ni ya kawaida, lakini hakuna lolote ambalo lilikuwa ni la kawaida. Ni shetani alikuwa katika mission, ni Herode ambaye alikuwa katika mission, maana alikuwa anataka kuua hata Yusufu kabla afike katika destiny yake. Maana hata ndugu zake kuna wakati walikuwa wamepanga kumuua. Haleluya! Lakini mmoja Roho wa Mungu akamkoroga ndani ya moyo, akasema hakuna haja tumuue. Praise the name of the Lord. Wakaweza kumbebishia mambo magumu, wakifikiria kwamba ndoto ambayo ilikuwa ndani yake itaweza kutimia. Lakini nashukuru Jehova alasiri ya leo, ni kwa sababu kazi ambayo Mungu ameianzisha hakuna mwanadamu awezaye kuizuilia iweze kufika mahali Mungu amesema. Lakini hata hivyo kuna nafasi ya Wakristo ya kuweza kuelewa nafasi wanayostahili kusimama. Maana wakati waliona Petro amewekwa ndani ya jela, oh blessed be the name of the Lord, walienda kuomba. Walijua sisi maana tuko ndani ya jela, tutaomba. Petro ambaye amewekwa ndani ya jela, tutamuombea. Haleluya! Wakristo lazima tuwe na moyo wa ushirika. We must have the spirit of fellowship. Ni lazima tuwe na moyo wa kuwazana mawazo yaliyo mema. Wakati mtu mmoja wetu amewekwa ndani ya jela, tumesikia shetani amemunasa katika wizi. Tunasikia sasa anashtakiwa, amekuwa mwizi hodari sana. Tunaenda tunamuombea,
tunamuombea. Mtu ambaye amekuwa ndani ya jela, tunasikia shetani amemweka ndani ya jela, hata amemwekea ulinzi mkali sana, ya kwamba magonjwa ambayo amepatiwa anatakikana auawe katika hayo magonjwa. Tunaenda tunaomba, tunakataa. Praise the name of the Lord. Tunaingia katika hali ambayo ya kuitana mbinguni, and the Bible says wakati walipoendelea kuitana mbinguni, hallelujah, the angel of the Lord, malaika wa Mungu, akaingia ndani ya cell, akaingia ndani ya prison, mahali ambapo Petro alikuwa amewekewa ulinzi. Wakati wa Kristo wanapoitana mbinguni, wakati wa Kristo wanapoomba, God sends his angel, hallelujah, na mlango unafunguka mahali ambapo mwanadamu hawezi akaingia. Oh my Father, the angel of the Lord is able to enter. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Tulienda, niliwaambia wakati mmoja tulienda tu kwa kesha mahali fulani huko pande za Jijapa, na tulipokuwa tunatoka wainjilisti tuliokuwa tunahubiri pamoja wakasema walikuwa wamekuja huko siku nyingine, na wakakuta mahali kuna mama kwa hapo ambaye alitamani ya kwamba waweze kupitia kwake wamuombe ama waende wamuombe, maana kuna kamungu anakuwa nako kwa nyumba. Na huyo mama akasema hapo kamungu kamemtesa sana, kamemkathirisha, kamemkataza kukula chakula iko na mafuta, mambo yote mazuri kamemkataza. Wanasifiwa sana. So huyo mama alikuwa na shida nako kamungu kake, lakini hata hivyo alikuwa anasema kanamsaidia, maana kanamwambia secrets za watu, kanamwambia kama akitoka mtu akienda mbele kama kuna hatari ama kuna mambo mazuri. So huyo mama alikuwa anataka hao wahubiri wakipitia kwake wamuombe hapo kamungu kaondoke, katoke huko katika hiyo nyumba, ili at least aweze kukula vizuri na hata kukaa maisha mazuri. Na tulipokuwa tunatoka kwa kesha, tukatoka tukiwa vikundi viwili. Kikundi kimoja kikatangulia, lakini za kikundi chetu tukaenda na wale ambao walikuwa wanajua hiyo nyumba. So tukaenda tukaingia mahali pale. Huyo mama akatuambia hiyo kamungu kake kamemwambia watu wengine wetu wamepita, lakini wanakuja. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo akatuambia hata tusisumbuke, tusiende kuwatafuta, hata jireta tu atakuja. Na akatuambia hiyo Mungu yake ilikuwa imemwambia leo ni siku ya maombi na atengeneze chai. Alikuwa na ng'ombe. Kwa hiyo kamungu alikuwa kamemwambia kutakuwa na wageni, kwa hiyo atengeneze chai. Kwa hiyo alikuwa amejipanga, mambo yote alikuwa amefanya vizuri. Na tulipokuwa mahala pale, yule mhubiri ambaye tulikuwa aliyekuwa kiongozi wa kikundi chetu akauliza huyo mama kama anaweza katuruhusu tuingie tuone hapo kamungu kake. Mama hapo ana shida, akatuambia ingieni, mlango ndio hii. Lakini mzee wake akaleta shida. Akasema kama ndio maneno mmeleta hapa, mtaenda kabisa, huko hamtaingia. Praise the name of the Lord. Amen. Lakini tukaomba huyo mzee, tukamuuliza basi, sio turuhusu basi tuombe tu hapa nje, tuone kile ambacho Mungu anaweza akafanya. Hallelujah. Mzee akasema hapa nje mnaweza mkaombea, lakini hamwezi mkaingia wapi? Ndani. Na tukapata nafasi nzuri ya kuomba. Na tulipoendelea kuomba, tukiwa hapo nje, nguvu za Mungu zikatembea. Nguvu zikaingia ndani ya hiyo nyumba ambayo tulikatazwa kuingia physically. Praise the name of the Lord. Na hapo kamungu kakachomeka, vitu zake zikachomeka na kakatoroka. Na tulipomaliza ibada tukaambia huyo mama siwende kuuliza hiyo Mungu yako inaona kukiwa na muda gani. Akasema hapana, nilikuwa nimeambiwa leo ni siku ya maombi nisiingie. Mwambie haina shida basi. Sisi tukamaliza tukaomba na tukafanya nini? Tukaenda. Mama akakubali tukamuombea, hata mzee akakubali tukawaombea. Kuna watu wanafikiria mambo yote ni ya kawaida. Watu wanafikiria maombi si maombi tu, si kupiga magoti na kuomba. Lakini maombi iko na nguvu na maombi inazalisha. Praise the name of the Lord. Na maombi inaleta mabadiliko. Hallelujah. Glory be to God. Baada ya kwenda siku iliyofuata, huyo mama alianza kutafuta wale watu ambao walipitia huko kwake. Kwa sababu alipoenda baada ya maombi, alikuta vitu zile zote wanatumia huko nyumba zimechomwa, zote zimechomeka, na hiyo kamungu kake kamepotea hakako. Kwa hivyo alikuwa anatutafuta tumrudishie kamungu kake. Kwa hivyo akaona kamungu kake sasa bado anakahitaji, kwa sababu kuna mambo kanamwambia mambo ambayo ni asili. Lakini sasa tumekafukuza na ama tumeenda na hiyo kamungu yake.
Kile nataka kusema nikipeana huo mfano ni kwamba kuna nguvu ambazo zinaenda zaidi ya mahali kumewekwa mlango. Na wakati ambapo kanisa lilijua katika Matendo ya Mitume mlango wa 12, wakati kanisa lilipojua ya kwamba kuna nguvu ama uwezo ambao unaenda zaidi ya mlango, wakaomba kwa sababu ya Petero. Malaika akatumwa na Mungu aweze kwenda kufungua Petero kutoka kwa jela. Na kumbuka, Petro alikuwa amewekewa ulinzi. Vivyo hivyo ndivyo watu wengi huwa katika maisha yao wamewekewa ulinzi na mashetani, wanawekewa ulinzi na pepo wachafu, wanazuiliwa kutoka wasiende wakapatane na watu ambao wanaweza wakawasaidia. Blessed be the name of the Lord. Kuna watu ambao wanawekewa ulinzi katika ulimwengu wa rohoni na nguvu za mapepo wa shetani. Wanakatazwa kabisa, hawataonana na mtu ambaye ni destiny connector wa maisha yake. Wanawekewa security ambayo ni tight sana. Na watu wengi kwa sababu ya kuendelea kuzoea hayo maisha, wanaona kana kwamba mambo yote ni ya kawaida. Blessed be the name of the Lord. Wengine wanazuiliwa hata kuwa watu wa maombi. Maana Petero akiwa ndani ya jela na akiwa ndani ya huo ulinzi, hangepata nafasi nzuri ya kuomba, maana alikuwa amewekewa maaskari, hata amefungwa. Kwa hivyo alikuwa anaona giza katika maisha yake. Blessed be the name of the Lord. Kuna situation ambayo shetani anafunga watu na anawaingiza katika hali ambayo hawataona nje ya jela ambayo wako ndani yake. Wanaona tu wale wamewafunga. Mtu nasikia anasema mimi hii ugonjwa yangu. Blessed be the name of the Lord. Mtu anasema hizi mashida zangu. Kuna familia ambazo shetani alizishika akaziweka ndani ya jela. Unakuta ya kwamba katika hiyo familia ndoa haiwezi kusimama. Na kama kuna ndoa ambayo itasimama, lazima kuna watu, kuna kanisa fulani ambayo ni kama kanisa ya mitume ambayo imekuwa ikipigana, ambayo imekuwa ikiomba kwa sababu ya hiyo ndoa itoke ndani ya jela. Blessed be the name of the Lord. Mungu anatafuta watu ambao watajielewa, wajue ya kwamba kuna Herode ambaye kazi yake ni ya kufunga Petero ambaye wako na maono. Kuna Herode ambaye kazi yake ni ya kufunga watoto ambao wako na destiny kuu. Mtoto unaona ako na hekima nyingi, ako na maarifa mengi, lakini amefungwa ndani ya jela. Hawezi akatoka ndani ya jela, maana amewekewa maskari na hata amewekwa pingu. Blessed be the name of the Lord. Kuna watu ambao wanaona kama mambo yote ni ya kawaida, lakini kanisa halikuwa na mambo yote ni ya kawaida. Kanisa likaitana mbinguni, likajua ya kwamba tumeitwa kwa sababu ya destiny kubwa. Maandiko anasema ya kwamba we shall be the head and not the tail. Mungu wetu amesema ya kwamba tutabarikiwa tukiingia na tutabarikiwa tukitoka, tutabarikiwa tukitoka, tutabarikiwa tukiingia. Chote utapata tutawekea mikono, kimebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Kanisa la mitume likajielewa, likajua sisi sio wa kunyamazishwa. Hallelujah. Wakajua sisi sio wa kunyamazishwa. Oh, glory be to God. Unaweza ukaishi na mtu ambaye yako ndani ya jela, anaona kana kwamba maisha yanakaa tu namna hiyo. Hallelujah. Lakini utakapojielewa ya kwamba wewe sio huyo wa kuzuiliwa, wewe sio huyo wa kunyamazishwa, na ukumbuke kile ambacho Jehova amesema kukuhusu, utakuwa unatembea ukisema mimi ninatembea na ninaishi kama ilivyoandikwa kuhusu maisha yangu. Blessed be the name of the Lord. Kama kuna jela, kama kuna kifungo ambacho niliwekwa na nikazuiliwa, sitakaa ndani ya hiyo kifungo, sitakaa ndani ya jela. Nitamuita Jehova. Blessed be the name of the Lord. Yule ambaye hajui vizuizi, yule ambaye hajui barriers, yule ambaye hajui maukuta, yule ambaye hajui gates ambazo zimewekwa, praise the name of the Lord, kunizuilia nisiingie mahali pa baraka zangu. Petro hakukaa ndani ya jela ni kwa sababu kuna Wakristo ambao walikuwa wanaomba. Blessed be the name of the Lord. Wakristo sio wakukaa tu wakoje wabarikiwe. Wakristo sio wakukaa tu wakoje kuona Mungu akifanya miujiza, lakini Wakristo ni watenda kazi pamoja na Yesu. Kila Mkristo lazima awajibike. Oh, glory be to God.
Oh, glory be to God. Makaboria Shila Baganda. Ribasanda. We worship you, Holy Spirit. We bless you. We bless you, Holy Spirit of God. Kanisa lazima tuwajibike. Maposhe Ramayanda. Ribasanda. Thank you, Holy Spirit. Lazima tusimame katika mwanya. Ni lazima tusimame katika mahali ambapo ni pakusudi la Jehova. Praise the name of the Lord. Tusitazame kuona familia zetu zikiangamia. Oh, glory be to God. Tusitazame kuona nyumba zetu zikiangamia. Tusitazame kuona watoto wetu wakishikwa mateka na shetani. Oh, glory be to God. Lazima kanisa tuwajibike. Blessed be the name of the Lord. Wakaangalia wakaona Petro amewekwa ndani ya jela, na wakajua James aliwekwa ndani ya jela na akauawa. Kwa hivyo wakajua next thing Petro atauawa. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Mimi sijui ni nani amewekwa kwa jela. Sijui ni rafiki yako mkali amewekwa kwa jela. Umeona mahali shetani amemweka, anataka kumuua na chang'aa, anataka kumuua na pombe, anataka kumuua na mateso, anataka kumuua na matendo yote ya utenda dhambi. Mimi sijui ni wapi ambao unatazama na kuona Petro wako amewekwa ndani ya jela. Petro wenu, Petro ushirika wenu amewekwa ndani ya jela. Oh, glory be to God. Kanisa halikunyamaza. Kanisa halikusema hiyo haituhusi. Najua kuna watu wanasema hiyo hainihusi. Praise the name of the Lord. We must walk in love. We must walk in fellowship. We must call upon the name of the Lord. We must walk with the wisdom of the Most High God. Mahali ambapo tumewekwa na shetani ili kuja kutuua, hatutakaa mahala pale. Na tutaruhusu watu wetu ambao hawajielewi wakae mahala pale. But we shall call upon the name of the Lord. When we call upon the name of the Lord, our God shall save us. Tutakapoita jina la Mungu, atatuokoa, atatuponya, atatukomboa. We shall not die in the jails ambazo Herode ameweka. Oh, blessed be the name of the Lord. Hatutakufa. Oh, hallelujah. Hatutakufa. Ambia mwenzako hatutakufa. Hatutakufa katika magonjwa ambayo yameachiliwa kwa familia zetu. Hatutakufa katika maneno ambayo ni ya laana ambayo yamenenwa kwa nyumba zetu. Hatutakufa kwa mpango ambao Herode ameweka. Oh, blessed be the name of the Lord. Ninajua Herode ameweka mpango. Ambia mwenzako Herode ameweka mpango. Lakini huo mpango wake utachomeka na moto. Sema utachomeka na moto. Huo mpango wa Herode utachomeka na moto. Katika jina la Yesu Kristo. Kunayo damu ambayo ilimwagika msalabani Kalvari. Pale Yesu alipokuwa amesulubiwa na akasema ya kwamba yote yamekwisha. Oh, glory be to God. Na kama Yesu ambaye ametuita na ametuokoa alisema yote yamekwisha, ni kwa sababu ya damu yake iliyomwagika msalabani. There is power in this afternoon. There is power in the blood of Jesus. Kuna uwezo, kuna nguvu katika damu ya Yesu. Kuna uwezo, kuna nguvu katika damu ya Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Mipango iliyowekwa ya kutudharaulisha lazima itaangamia, lazima itaanguka. Blessed be the name of the Lord. We shall see the angel of the Lord in our lives. Tutaona malaika wa Mungu hata akiokoa watu wetu. Tutaona malaika wa Mungu ambaye atakuja na kuleta ukombozi. Hallelujah. Glory be to God. Lakini lazima na sisi tujue nafasi yetu ya kusimama. We must know our rightful place of standing, that we may claim our possession in God. Oh, glory be to God. Glory be to God. Kuna mahali tumeitwa. Kuna mahali Mungu ameandaa kwa sababu yetu. God wants to lift us high. Blessed be the name of the Lord. Mungu atakiwe na hiyo biashara ambapo hatazalishi. God does not want you to struggle in that business ambayo haina faida. God wants you to rise up. Oh, glory be to God. God wants you to rise up. God wants your name to be lifted up. Ni kwa sababu wewe unampenda. Praise the name of the Lord. Amen. Unajua kuna watu wanang'ang'ana, wanapotoka wanarudi, wanapotoka hawezi ni kama wamewekewa vizuizi. Ni kama wamewekwa ndani ya jela
na hata hakuna mtu anawakumbuka anawaombea. Praise the name of the Lord. Amen. Tuwe katika nafasi ambayo ni ya kuombea watu wengine. Sio tu kuombea watu wetu, hata tuombee kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Oh, praise the name of the Lord. Amen. Maana Herode alikuwa anataka kudhararisha kanisa. Na kanisa ni sisi. Alikuwa anajua akiua Petro ataua mwingine, ataua mwingine, ataua mwingine. Na hii ndio ile shida ambayo inatokea wakati watu wanalala. When people sleep, wakati watu wanalala. Bible inasema ya kwamba usiku huo kulikuwa, baada ya usiku huo, the following day Petro alikuwa apeanwe. Bwana asifiwe sana. Lakini usiku huo Petro akakujiwa na malaika, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanaomba. Kanisa lilikuwa linaomba, Wakristo walikuwa wanaomba, Wakristo ambao wanajijua, hawakulala, wakasema sasa mambo yote iko sawa. Na Petro ako ndani ya jela. Walijua hatujui ni nani atakuwa next. Waliua James, sasa ni Petro. Sasa tukinyamaza hata na sisi mmoja wetu atafanya nini? We must stand on our place. Tusimame kwa mahali petu ambapo Mungu ametuweka. Tusikae tu kuangalia watu wetu wanaanguka, watu wetu wanaangamia, familia zetu zinaendelea kuwa na cases ambazo zinafuata. Maana kuna watu ambao waliwekwa ndani ya jela na Herode. Haijalishi hiyo Herode amejiita jina gani, lakini kazi yake ni kudestroy. Kazi ya Herode ni ya kuharibu chochote ambacho ni kizuri. Akiona unataka kuinuka, Mungu atukuze ndani ya maisha yako, anakuja kuua, anakuja kuleta kizuizi. Akijua biashara yako ikiinuka, utakuwa mtu ambaye ni tajika, mtu ambaye kuna jina, mtu ambaye atasaidia watu wengine, mtu ambaye atafanya huduma isonge mbele, anainasa, anaivuta chini ili uendelee ukingangana tu. Na unajua ukishindwa kusupport kazi ya Mungu, utakuwa na mashtaka katika ulimwengu wa rohoni. Maana mapepo yatakuwa nasema sasa huyo utakimpatia na hata kazi yako haifanyi, yaani kitu kwa kazi yako hakuna haja kupatia yeye, kutakuwa na mashtaka. Na hiyo ndio mpango wa Herode, ili mashtaka yaendelea kuwekwa katika ulimwengu wa rohoni. Bwana asifiwe. Si maandiko yanasema ya kwamba shetani ni accuser of brethren. Ana accuse brethren. Na ana accuse brethren kwa njia gani? He accuses brethren katika mambo ambayo wanafaa kuyafanya lakini hawayafanyi. Wanaona kama ni kawaida tu. Let us walk in the principles of God. Tuweze kusimama mbele za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tuseme ya kwamba mimi